Ipo stori ya kushangaza sana ya mtoto mchungaji ambaye alipotea na baadaye kabisa ikaja kugundulika kwa mfanyakazi wao wa ndani anahusika, na huwa anachukua watoto wadogo na kuwafanyia hiki. Hata wewe itakushangaza. Kuna stori gani hapa? Karibu tazama simulizi ya huu mzigo kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na pia nikwambie, kama ni mara yako ya kwanza unakutana na channel, basi hujachelewa mwanetu, bonyeza alama subscribe kisha bonyeza alama kengele ili wa kwanza kabisa kupata simulizi zote punde tu napoziweka hapa. Mimi naitwa Dule Kid. Okay, sawa, tuanze. Ni katika nyumba ya kifahari, na hapa tunamwona Pastor Fred na mke wake kipenzi ambaye anaitwa Rose. Wawili hawa wanazungumza na waumini wao ambao wapo online. Wajomba wanawashukuru waumini wao kwa maana mpaka sasa kanisa lao limetimiza miaka 4. Wajomba na furaha sana na hata wanaahidi watatoa $1 milioni kwa mtu ambaye ana uhitaji. Huku nje nako tunamwona mlinzi ambaye anaitwa Cosmas akawa anagombana na Jonathan. Cosmas anamkataza Jonathan kuingia ndani ya nyumba kwa maana bosi wake alimsitiza kwa Jonathan asiingie humu ndani, lakini Jonathan hataki kuelewa na mzee baba anaforce kuingia ndani. Huyu Jonathan ni mdogo wake na Pastor Fred. Wajomba akagombana sana na hizi sauti Pastor Fred akazisikia, hivyo mzee baba akatoka nje huku akiyupo na mke wake. Jonathan anamwambia kaka yake amejaribisha kumpigia, lakini mzee baba hapokei simu zake. Pastor Fred akamuuliza Jonathan ni kwa nini alimpigia wakati alishamonya kwa kae mbali na yeye pamoja na familia yake. Jonathan baada ya kusikia hivi, mzee baba akashangaa kinoma kwa maana sasa hivi kaka yake amchukuli kama familia yake, lakini Jonathan akona sio kesi. Mzee baba akamwambia Pastor Fred amekuja hapa ili muombe kibunda kwa maana hana kibunda na maisha yake ni magumu sana. Pastor Fred baada ya kusikia swala la vibunda, mzee baba akawaka kinoma, na hapa anamwambia mdogo wake alilipa ada kwa miaka 4 na baadaye akaja kugundua kwa mdogo wake hakuwa kwenye ile shule, hivyo kumbe mjomba alikuwa anapiga vibunda. Pastor Fred anasema hakuishia hapo, alimpatia mtaji ili anzishe biashara, lakini Jonathan akashindwa na biashara ikafa. Pastor Fred anasema hakumkatia tamaa Jonathan, hivyo akamchukua ili waishi naye, lakini mzee baba akataka kuiba kibunda kwenye akaunti ya kanisa. Pastor Fred anaongea haya huku akiwa na uchungu mkubwa kabisa. Mwamba akamwambia Jonathan kitu kibaya zaidi ambacho amewahi kukifanya kipindi alipokuwa anaishi naye. Mzee baba alitaka kumwingilia mfanyakazi na ndio maana akafukuzwa hapa. Jonathan hakupenda kabisa kudhalilishwa mbele ya mfanyakazi. Mzee baba akamwambia kaka yake ataenda kupambana na uhakika ni lazima atapata kibunda na kaka yake atamwonea wivu. Mjomba Jonathan anatamba kinoma, lakini Pastor Fred akamwambia mlinzi hataki tena kumwona Jonathan ndani ya nyumba, hivyo mzee baba anamsitiza mlinzi kwa Jonathan asiruhusiwe tena kuingia ndani ya nyumba. Mlinzi akamwelewa bosi wake kisha akamkamata Jonathan na kuanza kumtoa nje. Okay, sawa. Baadaye usiku tunamwona Pastor Fred pamoja na mke wake wakiwa enjoy maisha. Upande mwingine huku tunamwona mtoto Pastor Fred ambaye anaitwa Jemima. Bwana mdogo yuko na mfanyakazi wao ambaye anaitwa Mary. Jemima anamwomba Mary alale hapa kwa maana yeye anaogopa sana, lakini Mary akamwambia Jemima kwa sasa ana kazi nyingi za kufanya, hivyo Mary akamwahidi Jemima kesho watalala pamoja. Jemima akamwelewa Mary kisha Mary akaondoka zake. Sasa asubuhi ilipofika, Mary akaenda kuamsha kina Rose, na hapa bidada anaonekana amepaniki kinoma. Mary anawaambia mabosi zake amemtafuta Jemima ndani ya nyumba ila hajamuona. Pastor Fred pamoja na mke wake baada ya kusikia hivyo akapagawa kinoma, kisha wakaanza kumtafuta Jemima ndani ya nyumba ila kufanikiwa kumpata. Wajomba akatoka mpaka nje na huko akamkuta mlinzi akiwa amelala. Wajomba akapiga msako wa kutosha, na kabla Rose hajauliza swali lolote, bidada akaona geti limefunguliwa, hivyo akajua moja kwa moja mtoto wake ametoka nje. Bidada akapagawa kinoma kisha akaanza kulia, lakini Fred akamsogelea mke wake kisha mzee baba akaanza kumembeleza. Na baada ya hapa wajomba karudi ndani kisha wakapiga simu polisi na kuelezea kila kitu, na polisi akaahidi muda sio mrefu atakuwepo hapo. Fred pamoja na mke wake wakamwelewa huyu polisi, kisha baada ya hapa Fred akamgeukia mlinzi na mzee baba anamwambia Cosmas alimwagiza au anafunga geti kabla saa 2 usiku, hivyo mzee baba anamuuliza Cosmas nini kilitokea. Cosmas akamwambia bosi wake jana usiku kabla Mary hajamletea chakula alikuwa tayari ameshafunga geti, hivyo mzee baba anasema hata yeye
yeye haelewi. Rose yeye amepaniki kinoma na tabidada akataka kumshambulia Cosmas, ila Fred akamtuliza. Mary akamwambia kina Fred jana usiku Jemima alimwomba lale naye, lakini akamwambia ana kazi nyingi za kufanya na hata alimwahidi kabisa kwa kesho wangelala pamoja. Fred baada kusikia hivi, mzee baba akashtuka kinoma, kisha akamuuliza Mary kama Jemima alikuwa anaogopa. Mary akasema ni kweli kabisa, Jemima alikuwa anaogopa. Hapa Fred akazidi kuconnect doti na mzee baba akajua kabisa kuna kitu ambacho hakipo sawa. Na baada ya masaa kadhaa kupita, polisi akatia timu ndani ya nyumba. Huyu mwamba anaitwa Bios. Polisi huyu akafanya mahojiano na watu wote, kisha baada hapa mzee baba akauliza kina Rose kama kuna mtu ambaye wana mashaka naye. Rose akasema ni Jonathan, mdogo wake na Fred. Fred baada kusikia hivi, mzee baba akalikataa hili swala. Mwamba anasema mdogo wake ni mwovu, lakini hawezi kufanya hivyo. Rose akasema Jonathan alikuja hapa kwa ajili ya kuomba kibunda na Fred akakataa kumpatia. Hivyo bidada ana uhakika kabisa kwa Jonathan amemteka mtoto wake ili tu kaka yake ampatie kibunda. Fred yeye hataki kabisa kuamini jua hili swala. Polisi huyu akaambia kina Fred pamoja na wafanyakazi wake inabidi waende polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi. Fred akalikubali hili swala, lakini wafanyakazi wa Fred wanaogopa kinoma, ila Bios akawatuliza na kuambia wasione shaka hata kidogo. Fred pamoja na mke wake wao wakienda chumbani. Rose yeye analalamika kwa Fred kwa maana alimsitiza sana atengeneze CCTV, lakini mzee baba alikataa hilo swala. Hivyo bidada anamlaumu Fred kwa maana endapo hizo CCTV zingekuwepo basi wangejua ni kitu gani ambacho kimempata mtoto wao. Fred akamtuliza mke wake, kisha Wamba akakaa chini na kuanza kuzungumza. Hapa Fred anamwambia Rose kipindi alipokuwa kanisani kuna mtu alimwona na akapata maono, kwa hiyo mtu sio mzuri, lakini kabla hajatulia vizuri huyo mtu akapotea. Hivyo Fred anasema ana mashaka sana na huyo mtu, lakini mzee baba anamwahidi mke wake ni lazima watampata mtoto wao, hivyo atulie. Rose akamwelewa Fred, ingawa bidada ana uchungu sana. Okay, sawa, jioni imeshafika na mpaka sasa mtoto hajapatikana. Rose yeye anazidi kuvurugwa na hapa anamwambia Fred hili swala waambie waamini wao huko online, kwa maana wanaweza kuwasaidia katika kumtafuta mtoto wao. Fred akalikubali hili swala, kisha baada hapa Wamba akaingia live na kuanza kuzungumza na waamini wao. Rose akawadithia kila kitu ambacho kimetokea. Pia bidada akaomba sana kuendapo wakimwona mtoto wao basi wawapatie taarifa. Waamini wa Fred wakaelewa hii familia na hata baada jioni baadhi yao wakaja hapa nyumbani na kusali kwa pamoja. Polisi yeye bado yupo mtaani. Mzee baba anamtafuta Jemima ila hakufanikiwa kupata taarifa yoyote. Mwamba akarudi kituoni na kumhoji mlinzi, lakini mlinzi na yeye halewi kitu chochote, hivyo Bios hakupata taarifa yoyote. Mzee baba akamleta Jonathan na kumhoji, lakini kwa Jonathan pia hakupata taarifa yoyote, hivyo mpaka sasa haieleweki kwa Jemima ameelekea wapi au ni watu gani ambao wamemchukua. Na baada ya wiki moja kupita, polisi huyu akarudi nyumbani kwa Fred ili kutoa feedback. Mwamba anasema wamefanya kila jitihada lakini hawajafanikiwa kumpata Jemima. Mwamba anasema yeye na timu yake bado wapo mzigoni wanamtafuta Jemima, hivyo anamsihi Fred pamoja na mke wake wasikati tamaa. Fred pamoja na Rose wakamwelewa huyu polisi, kisha polisi huyu akaanza safari ya kuondoka, lakini mjomba alipotoka nje hapa akaiona CCTV kwenye nyumba jirani, hivyo mjomba akajua kabisa endapo akipata footage inaweza kuwasaidia kupata clue ya kitu ambacho kilitokea usiku ule. Mwamba akarudi ndani kisha akamuuliza Fred kama anafahamiana na jirani yake. Fred akasema anafahamiana naye. Huyu polisi akamwambia Fred kwenye ile nyumba kuna CCTV, hivyo aongee na jirani yake ili awapatie footage ya ule usiku. Fred akamweleza huyu polisi, lakini Mwamba anasema huyu jirani yake anaishi Ulaya, ila mzee baba akaahidi kwa atafanya kila namna ili apate hiyo footage. Huyu polisi akamwelewa Fred na siku iliyofuatia tunamwona Fred akaongea na polisi. Polisi huyu anamwambia Fred jirani yake alimtumia video za usiku ambao tukio lilitokea, na kwenye hiyo footage ameona kwa Mary anahusika na kila kitu, kwa maana bidada ndio alimchukua mtoto na kumkabidhi mtu, hivyo beki tatu wa Fred ndio anahusika na kila kitu. Fred baada ya kusikia hivi mzee baba akashangaa kinoma. Rose na yeye anakuja hapa. Huyu polisi akamwambia Fred wapo njiani wanakuja nyumbani kwake. Fred akaelewa. Rose akamuuliza Fred nini kinaendelea. Fred yeye ni kama amepigwa na bumbuazi. Mzee baba anashindwa hata kuongea. Na baada ya masaa kadhaa kupita, mapolisi wakaja hapa na kumkamata Mary. Watu wote hawaamini kabisa juu ya kitu ambacho anakiona hapa. Mlinzi mwenyewe anashangaa kwa maana hakutegemea kabisa kama Mary angefanya hilo tukio. Mary akachukuliwa na kupelekwa kituoni na bidada anafanyiwa mahojiano. Mary akamwambia huyu polisi hii kazi ambayo anifanya pale nyumbani kwa Fred ni bosi wake alimwagiza
bidada aende akifanye, kwa maana alikuwa anataka wamchukue mtoto wa Fredi. Bidada anasema hata yeye hajapendezwa kabisa na kitu ambacho amekifanya, kwa maana Fredi na mke wake walikuwa wanamtreat vizuri kama ndugu yao. Hapa Mary akaanza kuelezea kila kitu. Bidada anasema usiku huo aliwapatia dawa mlinzi pamoja na mtoto, kisha baadaye usiku, baada ya Fredi na mke wake kulala, yeye akamchukua mtoto na kumkabidhi kwa huyo bosi wake. Polisi akamuuliza Mary huyo bosi wake anapatikana wapi. Mary akasema hata yeye haelewi, kwa maana huwa anakutana mtaani. Polisi akamwelewa Mary, ila mjomba akamtaka Mary atengeneze plani ili amkamate huyo bosi wake. Mary akakubali. Hivyo sasa hivi bidada anashirikiana na mapolisi. Upande mwingine huku tunamwona Rose akiwa yupo na mama yake wa kiroho. Rose akamwelezea kila kitu mama. Huyu mama mwenyewe anashangaa, kwa maana hapo mwanzoni Mary alikuwa hana kitu chochote, ila Rose akamchukua kisha akamsafisha na hata akamleta nyumbani kwake ili wafanyie kazi. Lakini bidada badala ya kulipa fadhila, yeye analipa ubaya. Muda huu Fredi anakuja hapa na mzee baba anafurahi kinoma. Mwamba akamwambia mke wake mtoto wao amepatikana na muda sio mrefu mapolisi watamleta. Rose baada ya kusikia hivi, bidada akafurahia sana, na kweli kabisa baada ya muda mchache tu kupita, Jemima akaletwa hapa. Rose akamkumbatia mtoto wake tena kwa furaha kubwa kabisa, lakini kumbe hii ilikuwa ni ndoto ambayo Rose alikuwa anaiota. Bidada akaamka na kuanza kulia, lakini Fredi yuko hapa. Mzee baba anambembeleza mke wake. Sasa kwa msaada wa Mary, mapolisi wamefanikiwa kumkamata mtu mwingine ambaye anahusika na hili tukio. Polisi akamuuliza huyu Mwamba, Jemima yuko wapi? Huyu Mwamba akasema hata yeye afahamu, kwa maana wakishachukua watoto basi kuna gari ambalo linakuja kuwachukua na kuwapeleka kwa bosi wao, hivyo hata yeye afahamu huyu bosi wake anaishi wapi. Polisi akamuuliza tena huyu Mwamba, wakishachukua watoto wanaofanyia nini? Huyu Mwamba akasema wanauza viungo vyao. Polisi baada ya kusikia hivi, mzee baba akapagawa kinoma, kisha akamwambia huyu Mwamba endapo wakishirikiana na wakamkamata bosi wake basi watamwachilia huru. Huyu Mwamba akakubali, kisha akasema anafahamu kwenye baa ambayo bosi wake anapenda kwenda. Polisi akamwelea huyu Mwamba hivyo leo jioni huyu mjomba atapeleka sehemu ambayo bosi wake anapenda kwenda kunywa. Na kweli kabisa, baada ya siku kadhaa kupita, huyu polisi akaenda nyumbani kwa Fredi na kupatia feedback. Mwamba anasema walifanikiwa kumkamata mtu mwingine ambaye anahusika, na mjomba akapeleka kwa bosi wao, lakini huko wakashambuliwa na kwa bahati mbaya huyo Mwamba akakata moto. Polisi huyu anaelezewa kina Fredi kwa huyo Mwamba anawakamata watoto, kisha baada hapo anachukua viungo vyao na kwenda kuviuza. Rose baada ya kusikia hili swala, bidada akazidi kupagawa, kwa maana ana mashaka sana na uhai wa mtoto wake, lakini Fredi yuko hapa. Mjomba anamtuliza mke wake. Polisi huyu akahakikishia kwa atafanya kila namna ili hakikishe anampata mtoto, hivyo anawatoa shaka na naahidi atamleta Jemima akiwa salama kabisa. Fredi pamoja na Rose wakamwelea huyu polisi. Siku iliyofuatia kuna muumini akaja kumwona Rose, na muumini anamwambia Rose waumini wamepungua sana kanisani, kwa maana anasema mchungaji ambaye hawezi kujisaidia basi hawezi kusaidia na wao. Rose baada ya kusikia hivi, bidada akamjibu huyu muumini tena kwa imani kubwa kabisa, hadi bidada akashangaa. Na kesho yake tena mama akiroa Rose akaja kumwona, na mama huyu anamshauri Rose waende kwa mganga, kwa maana anaweza kuwasaidia. Rose baada ya kusikia hili swala, bidada akakataa kabisa, na hata akamwambia huyu mama sasa hivi yeye ambadilika. Hivyo hapa tunagundua kwa Rose kabla hajaolewa na mchungaji hizi ndo zilikuwa tabia zake, lakini bidada baada ya kuolewa na Fredi maisha yake yambadilika kabisa, na sasa anamtumikia Mungu tena kwa imani kubwa kabisa. Hivyo bidada ana uhakika kwa Mungu atawasaidia. Sasa baadaye kabisa tunamwona Rose akamekaa peke yake. Bidada ni analia tu huku akiwa anakumbuka zile good moments ambazo amezipitia na mtoto wake. Fredi akaja hapa na kubembeleza mke wake, lakini baadaye usiku tunamwona Rose akanashuka kwenye ngazi. Bidada akamkuta mtoto wake akiwa amelala chini. Rose akamkimbilia kisha akamkumbatia binti yake, lakini kumbe hii nayo ilikuwa ni ndoto. Bidada kila siku anamuota mtoto wake, na asubuhi ilipofika Rose akamwita yule mama yake wa kiroho na akamwambia amekubali waende kwa mganga. Mama huyu akamwelewa Rose, kisha Rose akienda kujiandaa, alafu akienda kwa mganga. Mganga ilikuonyesha trailer naonekana mwaminifu kabisa. Mzee baba akamwambia Rose mume wake yupo nyumbani na anamtafuta na muda sio mrefu atampigia simu. Rose baada ya kusikia hivi, bidada akapagawa kinoma, kisha akatoa simu yake na hata zikupita sekunde Fred akampigia simu. Hapa Rose akamwamini huyu mganga. Mganga akamwambia Rose mtoto wake yupo kwenye hatari sana.
sana, hivyo ili amsaidie inambidi ampatie milioni 2.5 laki. Rose akakubali hili swala, hivyo bidada akishaleta kibunda basi mganga ndiye atamsaidia. Fred anaonekana yupo nyumbani. Mzee baba akamwita Cosmas na akamuuliza kama amemwona mke wake. Cosmas akasema Rose ametoka. Fred akajiuliza mke wake ameenda wapi? Mzee baba akatoka ili akamtafute, kwa maana anafahamu kabisa kwa sasa akili mke wake haipo sawa, hivyo anaweza kufanya jambo la ovyo. Na baada ya Fred kuondoka, Rose akarudi nyumbani na hapa anakusanya vitu vyake ili akaviuze, halafu apate kibunda na mpelekee mganga. Baadaye jioni tunamwona Fred ndio anarudi nyumbani na mzee baba ana hasira kinoma. Mwamba ameshajua kila kitu kwa mke wake alienda kwa mganga, kwa maana picha zake akiwepo kwenye mganga zinasambaa mtandaoni. Fred anamuuliza mke wake na kwa nini ameenda kwa mganga. Rose akasema Mungu amemsahau, kwa maana amemwomba sana ili amrudishe mtoto wake, lakini ameshindwa kumrudishia. Fred akamwambia Rose kama Mungu angemsahau basi hata sasa hivi asingevuta hii pumzi. Mjomba akamuuliza mke wake ni nani ambaye amempeleka kule. Rose akamwelezea kila kitu Fred baada ya kusikia kwa mama kiroa Rose ndiye alimpeleka kule. Mzee baba akashangaa kinoma, kwa maana alikuwa anamwamini sana huyo mama, lakini kumbe na yeye imani yake haipo thabiti. Mjomba akafoka sana, kisha yeye akaenda zake chumbani. Rose akajua kabisa kuwa amekosea. Bidada akapiga magoti na kuanza kutubu dhambi zake, na baada ya hapa Fred akarudi na mzee baba akapatana na mke wake, na baada ya hapa wajomba kupoteza muda kabisa wakaingia live na Rose akaomba msamaha kwa vitu ambavyo vimetokea siku ya leo, na umini wao wakamwelewa Rose. Bidada ni anajutia kwa kitu ambacho amekifanya. Siku hiyo usiku Fred akatafakari sana, na kesho yake mzee baba akaandaa msosi kwa ajili ya mke wake na wajomba wakala kwa furaha kabisa. Kisha baadaye yule mama kiroho akaja kwa Rose na mama huyu anaomba msamaha kwa Rose, kwa maana yeye ndiye ambaye alimshawishi. Rose akakubali kumsamea huyu mama na hata bidada akakubali ili swala liishe. Siku iliyofuatia tunamwona Rose akiyupo online. Bidada anazungumza na umini wao na hapa anazidi kuomba mtu yeyote akimwona mtoto wake basi ampatie taarifa. Muda huu Rose akamsikia Fred akiwa anarudi nyumbani, hivyo bidada akienda kumwangalia na huku akamkuta Fred akiyupo na mtoto wao. Rose baada ya kumwona Jemima, bidada akafurahia sana na hata akamkumbatia mtoto wake. Fred amekuja hapa nyumbani huku akiyupo na polisi. Sasa kitu cha kushangaza, mzigo unaishia hapa. Tusubirie sehemu ya pili ili tuweze kufahamu ni nani ambaye alimteka mtoto na ni kwa nini alimteka mtoto. Huu mzigo unaitwa Broken Miracle na upo kwenye channel ambayo inaitwa Enyina Jonas TV, hivyo pita pale na itazame. Mpaka hapa mimi sina la ziada, ila nikwambie tu kama ndi mara yako ya kwanza unakutana na channel basi ujishileo mwanetu, bonyeza alama subscribe kisha bonyeza alama kengele ili kwanza kabisa kupata simu zangu zote punde tu napoziweka hapa. Pia pale Instagram mimi natumia ile kidi mwanetu, fanya kupita pale na unifollow na mimi nitakufollow back. Mwana kabisa ninazungumza hapa, mimi ni Tadula Kid. Asante na kwaheri, have a good time, enjoy, bye bye.